Unafanya nini hapo usiku wote huu? Unafanya nini hapa? Ababa. Kumbe ni bubu. Hawezi kuwa mwizi. Ondokeni. Asanteni sana mablo. Nasema? Mbona unaongea? Amka. Amka. Tangulia mbele huko, unashangaa nini? Pita huku. Nisifiki mbali. Maisha hapa. Nimechoka toka umekuja wewe muda wote unautaka tu. Unipe hata pumzi. Nataka nikapumzike ndani. Sawa. Mimi acha niende. Sawa, ila zingatia basi hicho nilichokuambia. Unajua huo ndo msamaha wako. Sawa, nimekuelewa mpenzi wangu. Baadaye nitakuletea, usijali. Halo afande. Jambo. Wale asubuhi. Sasa sisi ni askari jamii mtaa Tungini hapa. Ndiyo, jana katika doria tumefanikiwa kumkamata mtuhumiwa. Kwa tupo naye hapa. Nahisi ndo wale wezi wanaochana madirisha wale usiku. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama mkipita muje mumchukue. Sawa. Kazi njema pia. Kamanda. Naomba nisikilize ndugu yangu. Mimi sio mwizi kabisa, na hata wizi wenyewe kukata madirishani si ujui kakangu. Mimi mfanya biashara na kigenge changu kiko hapo mbele hapo. Nauza zangu karanga, biskuti, pipi. Hapo mbele kamanda. Hata kama vipi tu nataka nikakuoneshe ndugu yangu. Mimi wizi wa kuchana madirishani si ujui kabisa. Taenda kuelezea kituoni. Kituoni tena? Sasa kamanda, si bora unisikilize hapa ndugu yangu. Mimi wizi wa kuchana madirishani si ujui kaka. Nilimsindikiza tu mpenzi wangu ule usiku basi ndugu yangu, ndio kilichoniponza mimi kaka. Nielewe mwanaume mwenzio ndugu yangu. Ndio nakwambia utaenda kuelezea kituoni. Ina maana mimi nakuuliza wewe unielewe au? Ina maana wewe siku hizi humu ndani uoshe vyombo, ufagii, ufui, yani wewe ukiamka kama mbuzi, unatoka ukurudi unakuja kulala. Hivi wewe unajielewa kweli wewe? Lakini dada, wewe kuna kitu gani ambacho ukifahamu? Wewe unaona kuna kitu mimi nakifahamu hapa. Kama umepata kazi basi tuambie, tujue kama wewe umepata kazi, tukutegemee uwe bosi wetu hapa nyumbani, tutakufulia, tutafanya kila kitu. Wewe unakuja tu unalala. Wewe si baba mwenye nyumba humu ndani?
Naifati amepotea dada, na hili unalifahamu fika. Mimi nawezaje kukaa humu ndani ikiwa rafiki yangu kipenzi amepotea na isishu ni kipofu? Hapo kwa Naifati ndio nilikuwa napataka hapo. Wewe ulikuwa unaniona mimi chizi kila siku nikisema na wewe. Ni mara ngapi nimeongea kuhusu wewe na Naifati? Wewe ulikuwa unaniona mimi kaa chizi hapa naimba taarabu hadi Jakopa, si ndio Kama naogopa wewe. Mimi siwaogopi. Sawa dada, nenda. Ila tutaelewana ukirudi, mbwa mbishi yule. Shama. Marahaba, vipi bibi wewe? Mbona mapema? Mamangu bana. Leo siku ya michezo, masomo hata hamna, nikaamua tu rudi zangu nyumbani. Siku ya Jumanne kuna michezo mwanangu? Kumbe leo Jumanne. Na hicho hapo mkononi nini? Urembo tu mama. Wewe si mwanafunzi wewe, wewe na urembo wapi na wapi? Ushafikia muda wa kuvaa urembo wewe? Yaani wewe unatoka hapa, unaenda shule, unaenda kuvaa urembo, si ndio Mama bwana, kila siku mnaninyanyasa mimi bwana. Yaani nitakupiga wewe shetani wewe. Mimi naongea hapa unanidharau hivyo. Ngoja nije huko. Happy. Wewe sasa umekuwa jeuri, si ndio? Umekuwa na kiburi, mimi naweza kukuita unaikalia kimya. Wewe mtoto mota mapembe. Yaani unajua tayari umeshakuwa nywele zimeshakuota kila maeneo ya mwili wako, si ndio? Happy. Sasa sikiza nikwambie. Usije ukanipanda kichwani mimi. Nitakuja na nitakuvunja. Yaani kelele zote hizo unapiga kwa ajili ya Happy? Mume wangu, hizo kelele zote ambazo unapiga majirani wote wanasikia. Alafu eti waje kujua eti unagombana na Happy, na unavyotaja kabisa jina Happy haileti maana. Happy ni mtoto mdogo sana, hata kwenye kiganja hajai. Yaani nimempa uhuru kumuonesha kwamba ninampenda. Kwa hata kunipanda kichwani haiwezekani. Mume wangu, hebu punguza pressure basi. Happy ni mtoto mdogo sana, hawezi kutuumiza sisi akili. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Nafurahi kwa kunielewa. Usije ukafa na pressure bure nikabaki mjane. Si unajua ninavyokupenda mume wangu. Haya, basi nani kwa twende ndani. Twende bwana mume wangu. Ndio. Lakini mpaka sasa hivi naona kama makubaliano yameenda wrong. Hayo sio makubaliano yetu tuliokubaliana. Sisi tulikubaliana tumkamate na tumlete sehemu husika. Masuala ya kumbana na kutoa hati, hayo sio kwetu sisi. Sisi tunachohitaji kwa sasa ni malipo yetu na sio vinginevyo. Okay, sawa. Vipi kasemaje? Amekuwa mgumu kwenye malipo. Sasa tutakuwaje? Sema huyu ni binadamu, anahitajika kukula, kukunywa, tunabidi tumpatie vitu kama hivyo, asije akatufia humu ndani. Sasa acha nikamchukulie chakula, narudi sasa hivi. Acha mimi niende. Hakikisha na mchunga huyu anakuwa salama. Nobody in, nobody out. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Sikia jambo moja, mimi
tokea kupenda sana, ila ukinikubali tatafanya kila jambo kwa ajili yako. Nakupenda. Unanipenda? Mwanaume anayependa anamnyanyasa hivi mwanamke? Mwanaume anayependa anafanyia hivi mwanamke? Chakula kwangu imekuwa tatizo, maji ya kunywa tu ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka umeshindwa kunipa, alafu unaniambia unanipenda. Hawezi kuwa anipenda, hawezi kuwa anipenda, wanifanyia vitu kama hivi. Kwa haya ndo mapenzi? Haya ndo mapenzi? Sawa. Mimi takutoa hapa, ila ukinikubalia jambo moja la kuishi na mimi pamoja. Ninakubaliana na wewe, nimekubaliana na wewe kwamba kweli unanipenda. Basi naomba unitoe hapa. Naumia, nitoe hapa haraka. Basi sawa, usijali. Judi! Malaya mkubwa wewe, toka nje huku. Hivyo binti, una shida gani na familia yetu wewe? Na wewe nikuulize, hizo ndio salamu za kwenu asubuhi bila kusalimia? Sina shida ya salamu. Ningekuwa hata kusalimia ningeshakusalimia. Nijibu swali langu, una shida gani na kaka yangu? Kumbe shida ni kaka yako. Wewe unavyoona unaona mimi na shida gani na kaka yako? Wewe binti, nisikilize nikwambie kitu. Kama hujafundwa, mimi nitakufunda. Naona unijui vizuri wewe. Sasa nisikilize nikwambie kwa makini. Naomba uachane na kaka yangu. Uo mara yako upeleke huko, au magonjwa yako upeleke huko. Sitaki nalibeka kaka yangu, umeelewa? Na mimi nakwambiaje? Sikia wewe mwandawazimu. Mimi kaka yako simwachi. Fanya unachojisikia na ufanye chochote, ila kaka yako mimi simwachi na nitakula hela zake mpaka mimi mwenyewe niseme basi. Wewe shida yako kubwa ni nini? Ama kweli nimeamini binti hujafundwa. Na wewe uliofundwa, mfungie kaka yako ndani umridhishe ninavyomridhisha mimi. Kinachokuuma zaidi hapo kitu gani? Wewe kunijibu mimi maneno hayo? Alafu eti ndio olewe na kakaangu. Labda nife. Yaani labda nife ndio wewe uolewe. Lakini mimi kama niko hai wewe uolewi. Yaani uingii kwenye nyumba yetu, mshenzi mkubwa wewe. Sikiliza wewe malaya mchanga. Kwa jinsi nilivyomshika kaka yako, acha nimwambie auze iko kibanda chenu. Sijui wewe na huyo mzazi wako mtaenda kuishi wapi na kile kipala ambacho akiotage nywele. Na kuhurumia sana wewe dada. Wewe unajifanya malalo kubu. Sasa jaribu kumshawishi kakangu auze kile kibanda unachokisema wewe. Tutakuja kuhamia hapa kwenu kwenye kibanda chako. Alafu usifanye unajua hapa. Mimi najua ya huko. Nitakufundisha. Ukiona hivyo mimi mtamu. Na ndio maana kaka yako abanduki hapa. Una utamu gani mwanga mkubwa wewe? Nipishe bwana wewe. Sasa ukitaka kujua kitovu changu kimezikiwa wapi, jaribu kufanya ushenzi unataka kufanya. Wewe. Toka. Wewe. Wewe unijui. Hivi Judy, unatambua thamani yako kwa Maganga wewe? Maganga anakupenda, tena anakujali sana. Sasa sijui hata unahangaika na nini. Unamng'ang'ania Mzugu. Mzugu atakupa nini rafiki yangu? Mzugu ni malaya. Tena malaya sana, sio kidogo. Afu ni mzuri. Acha kujidharau. Bora ukae na mtu ambaye anakujali na anaelewa thamani yako. Sikia wewe nikwambie. Mimi kwenye moyo wangu huyo Maganga hayupo kabisa. Kwa sababu mimi nampenda sana Mzugu.
Kwa hiyo Maganga mimi pale nimefuata pesa tu na vitu vingine vidogo vidogo. Kwa hiyo Maganga unamchuna, sio? Sasa wewe shoga yangu unakubali mwanaume ndo akusaliti kweli? Akati mwanamke sheria inatakiwa wewe ndo umsaliti, lakini sio wewe. Hizo dharau. Fiskali kama unasalitiwa tena kwenye UTI kwa watoto wadogo wachafu wajua hata kuoga wananuka. Unanitibua wewe, unajua unanikata ndimu unajua. Na nahisi utakuwa umelogwa na yule mwenzio huyo mzungu unayemtaka ameasilika. Sijui unaelewa? Sasa akili kichwani kwako upo. Mimi naondoka. Mwanangu Maganga, kila siku nakwambia, leo nimekuja kukutoa polisi jamii, ila kesho utakwenda jela. Ninaona unavyokuja, mwendo wako unauona. Unataka kwenda jela kwa mambo ya kijinga, kwa mambo kipumbafu, kisa mwanamke mwenye haeleweki, kitoto kidogo, kijinga, kichafu, kina kila aina ya ujinga. Lakini mkikumbatia, nimeshakwambia yule mwanamke ni malaya, yule mwanamke ni mjinga, yule mwanamke ana kila aina ya uchafu, lakini mwanangu hutaki kunielewa. Sasa hizi. Salama. Karibu. Asante. Shikamoo baba. Marahaba. Karibu sana dada. Asante sana kaka. Najua unashangaa nimepajuaje hapa nyumbani kwako, lakini nilijaribu kwenda sehemu yako ya kazi mara kadhaa, sijakupata kabisa. Hivyo kuna mtu alinielekeza hapa nyumbani kwako ndo nimefika. Pole sana dadangu. Ni kweli mimi pale sijafungua kwa sababu kuna matatizo kidogo yaliingiliana. Na vipi? Baada mjafanikiwa kumpata? Ndiyo, hatujampata. Na ndio maana nimejaribu kuja hapa ili uweze kunisaidia. Sasa nilikuwa naomba tujaribu kitu kimoja. Twende tukajaribu kumtafuta yule kijana ambaye nilimuona naye mara ya mwisho. Nahisi anaweza akatusaidia kujua wapi alipokuwa. Sawa, itakuwa ni vizuri pia. Ipokuwa sina uhakika sana ni wapi tutamkuta, ila tujaribu tu kutafuta kwenye maeneo ambayo kunapokaa sana wa vijana wanaopenda kutumia mambo yao haya. Mpaka sasa hivi umeshatoka nje ya makubaliano, na sisi hatuwezi kufanya kazi ya kanisa. Kinachofuata sasa hivi yule binti sisi tunamwachia, alafu na kiasi cha pesa ulichokitoa kama advance imeshakula kwako. Naona ndugu yangu sasa hivi umeanza kudili na Waarabu. Kubaka vipofu umeacha kabisa. Dili na mambo yako, haya hayakuhusu. Sawa, acha nifuate kilichonileta. Tunamtafuta yule binti kipofu ambaye unataka kumbaka siku ile. Na bila shaka wewe utakuwa unajua yuko wapi. Sifahamu chochote. Alafu wewe si ndio mkaka ambaye nilikutana na wewe siku ile pale na nikakuuliza kuhusu huyo kipofu ukanijibu kwamba humfahamu? Si ndio wewe? Kitu kimoja ndugu yangu. Harufu ya uchafu uliooza haiwezi kudumu kwenye pua ya mwanadamu kwa sababu unakera sana. Chagua jambo moja katika haya mawili. Kula ugali wa furaha uraiani au kwenda kula ugali wa tabu na shida na mateso jela. Mbona kama unaniambia taarabu? Alafu sio michongo yangu hiyo. Taarabu Basi tutakuimbia sana. Inavyoonekana wewe unahusika kwa 100%. Hivyo utawajibika kwenye hili. Unajua wewe ni mtoto wa kiume
Alafu napenda sana kuingia anga zangu. Jiangalie utakuja kuponza. Fresh mwanetu, haina shida. Mjomba, nimekuita. Kuna jambo ambalo naliona liko sawa kwa upande wako. Juzi nimekuita pale, ukanipita wima. Cha ajabu ukanitolea mafumbo kama unaongea na mke mwenzio. Lakini asubuhi nimekugongea kutaka kunifungulia. Nakuja kusikiza nataka kusema nini. Hebu niambie una shida gani sasa hivi? Kipi kinakufanya uwe na kiburi kwangu? Ni kweli anko, mimi siko sawa. Kwa sababu anko, huwezi kuongea na dalali unataka kuuza kiwanja cha kule bondeni aliyakuwa hujanishirikisha. Mimi nimekusikia kwa masikio yangu na nimekuona kwa macho yangu mawili. Na wewe umekuwa unanisaliti siku hizi anko. Sikiza nikwambie mjomba. Nilikwambia kwamba ninakupenda kuliko unavyofikiria. Na kaa ukijua mjomba, katika dunia hii hayupo kiumbe yoyote aliyeko hai mwenye mapenzi ya dhati na wewe zaidi yangu mimi. Na yote ninayofanya ni kwa ajili yako. Unatambua mjomba, wewe kisheria sio mrithi halali wa mali za marehemu shemeji. Japokuwa dada yangu alipambana ili kuhakikisha hizi mali zote zinapatikana. Lakini unatambua kabisa mali zote ameandikwa Naifat. Kwa mimi nilichoamua kukifanya ni kuanza kuhodhi kimoja kimoja. Ninauza uwanja, nitauza nyumba. Lengo ni kukuwekea akiba wewe. Ili kinachopatikana na kuja kukukabidhi mjomba, kilichopatikana ni hiki. Ujue unafanya biashara gani. Mjomba, unatamani kuja kuishi maisha ya kimaskini? Sawa mjomba, lakini ungetakiwa hata kunishirikisha kwa kila kitu unachokifanya. Sio kuchukua maamuzi peke yako. Na ndio maana na mimi nabadilika. Nilihofia uelewa wako. Ila kuwa na imani na mimi. Mimi ndio baba kwako, ndio mama kwako. Unalitambua hilo? Asije mtu akakushika sikio. Hayupo mtu ambaye anaweza kupata uchungu pale ambapo unapoharibikiwa zaidi yangu mimi. Na ukizingatia mjomba, wewe mtoto wa kike. Wanaweza kukuragai watu. Kwa mwisho wa siku tukafeli mission yetu kabla tujafanikiwa. Trust me. Ila kuanzia kesho hapa tunahama. Tunahama? Yes. Kwa nini tunahama haraka hivyo mjomba? Tunahama, tunahamia ile nyumba ya chini pale. Wale wapangaji nimewaondoa. Lakini hii nyumba ninaipangisha. Na mpangaji kashapatikana. Na ninafanya hivyo kwa maana kodi ya hii nyumba utakuwa unaikusanya wewe. Nyumba zima. Na unatakiwa kuitunza hii pesa. Nadhani ndani ya miaka 2-3 tayari utakuwa una pesa nzuri mjomba ya kuanzisha mambo yako. Tukija tukaongezea na hiyo hela ya kuuza hicho kiwanja. Kwa hiyo mambo yatakuwa yako vizuri. Cha kufanya tuliza akili. Kama ni hivyo sawa, ila ukiwa unafanya mambo anko nishirikishe. Sijawahi kufeli. Nilifeli mtihani wa form 4 tu. Lakini mipango ya maisha nisingeitwa makoko, kwa sababu najua watu wanapata tabu kuyapata makoko.
Unampeleka wapi huyo? Nilikuwa nampeleka chooni. Chooni? Chooni huku? Mbona pigo za kishamba eh? Mbona mambo ya ajabu wewe? Sina lengo baya. Sema sawa. Yule bi mkubwa amekuwa mgaigai sana kwenye malipo. Ni sawa tu hata ukimwachia. Pita naye hivi ukamwachie mbele. Oya, niambie shida yako bwana. Mimi na haraka nataka nikae kufungua kigenge changu. Maganga mpenzi wangu, naomba unisamehe sana, najua nimekukosea. Kumbuka mimi binadamu, kuna kipindi ninakuwa nateleza. Naomba unisamehe mpenzi wangu. Msamaha? Hivyo unafikiri msamaha unatolewa kwa mtu ambaye alifanya mambo kwa makusudi? Judy, umeniacha mimi usiku wa manane lile eneo peke yangu na ng'atwa na mbu. Kama ikutosha nachungulia kwenye madirisha ya watu na kuchunguza wapi ulipokwenda, na kuja na kamatwa na sungusungu. Mimi nakwenda kulala polisi jamii mimi? Hivi mbona una huruma? Hivi ni kitu gani ambacho unachokitaka mimi sikupatii Judy? Nakubali muda mwingine najiziki vipesa vangu hivyo vidogo vidogo na kupatia wewe, lakini bado thamani yangu ioni. Aya, niambie ulienda wapi? Nyumba ipi uliingia wewe? Sina kuuliza. Usifanye hivyo mpenzi wangu. Mpenzi wangu, naomba unisamehe, najua kama nimekukosea. Ila usinifanyie hivyo, kumbuka nakupenda Maganga. Nimekusamea, lakini unajua usirudie tena. Mimi na wivu Judy, unajua. Usifanye hivyo. Sawa, nimekuelewa. Lakini mpenzi wangu, nilikuwa na shida na 20,000. 20,000 hapa sina, ila na 15,000. Vipi, inakutosha? Asante. Asante sana mpenzi wangu. Nakupenda. Nakupenda pia Judy. Upofu wa moyo, upofu wa moyo, upofu wa moyo, upofu, 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 upofu. Wewe kijana, wewe kijana. Unampeleka wapi? Unamfahamu? Yaani mimi ninahangaika usiku kucha, panda teremka, kumbe wewe ndio umekaa na binti yangu, si ndio? Amekuwa mwanamke wa urithi, si ndio? Wewe naifuata. Ulikuwa wapi siku zote hizi mimi nahangaika kutafuta wewe? Hivi kwa nini unionee huruma mimi? Sikiza kijana. Kaa mbali na familia yangu. Nitakuja kufanyia kitu ambacho utajuta wewe na dunia nzima. Sasa mimi siogopi lolote. Mpumbavu wewe. Shenzi, hebu twende.
Karibu. Asante. Mbona ghafla? Kwani kuna shida? Hamna shida. Basi sawa, mimi nimekuja kutimiza lile lengo langu ili mradi msamaha wangu upite vizuri. Unajua wewe mwanamke mzuri sana. Lakini si mzuri tu wa sura. Mpaka roho, mpaka umbo. Lakini si umbo mpaka muonekano wako. Na iko ndio kitu ambacho nachofanya mimi enjoy. Nashukuru kwa sifa zako. Ila sifanyi haya kwa hizo sifa ambazo wanisifia. Nafanya haya kwa ajili ya upendo tu. Nakupenda sana mzungu. Yaani sio kwamba tu wewe unanipenda mimi, ila tunapendana. Sote tunapendana. Mimi nakupenda wewe na wewe unanipenda. Yaani hapa kwa chawi 11 tu nikatumia suruali ya hizo swala. Mimi najua naipata wapi. Lazima nikachukue jeans. Unajua mimi mzee wa cadet. Cadet pale nimeiona 25. Ila mama mtu, kuna kitu mimi nimesahau kukuambia. Unajua mwezi uko dinaisha. Alafu wewe unajua mwenyewe jinsi nilivyo sasa hivi, mimi sina kitu. Sijui unanisaidiaje juu ya hili. Sawa, nimekuelewa. Ila siwezi kukuahidi moja kwa moja kuwa nitakuletea. Ila ngoja nikupambanie. Nikiipata nitakuletea pia ulipe. Sawa, ila jitahidi basi. Yaani mimi mambo niona hapa sielewi. Tena mpaka sielewi tena. Chuma dala mfukoni sina. Sina pa kupata hela zaidi ya kwako wewe, na wewe ndio nakutegemea. Usijali. Maza lilo swala umeniambia mimi. Wewe tulia, niachie. Najua nitakumbanaje. Hapo nakupendelea. Yaani hapo msibanduki. Yaani mimi hapa hata kama unichukue na misumari nitoboe hivi. Tobo. Unaambia unampenda naye nasema nakupenda. Wewe Sagodo, hivyo una ushetani gani ndani yako wewe? Kwa unavyoniona unaniona na ushetani gani? Yaani ushetani naona ndani yako wewe. Hata wewe shetani mwenyewe hawezi kufanya matendo kama unafanya wewe. Hivi ndio nini kumchukua kakaangu kumlaza nje mpaka anakuja kukamata na sungusungu, maana yake ni? Huyo kakako si anajifanya na mapenzi ya kitanga na nataka nimnyooshe ili siku nyingine asirudie tena akiniona barabarani. Wewe binti wewe. Wewe unijui vizuri wewe. Unijui vizuri wewe, si ndio Sasa tunajifanya malaya. Tunafaa kucheza na akili za watu, si ndio? Nitakuonyesha. Cheki nywele zako zilivompoka kama mbwa masika vile. Yaani hapo bado hujasema. Mpaka useme na utasema tu. Eti najiita malaya, hata kujitunza uwezi. Sababu Karime yuko kwenu. Yale ya ponda mateke, dele teseke, teteze simu upofu wa moyo. Umepita hapa kwa jambo moja tu. Ongea na dada yako. Habari za kuja ananipandishia mimi sauti na kunichamba bila sababu za msingi sitaki. Sawa? Na kama mnatakana simmalizane wenyewe huko kwenu, ni mpaka mje mnipigizia makelele. Mbona kama unanitokana sasa? Unachonieleza ni kitu ambacho mimi sikielewi. Hebu niambie shida iko wapi?
shida ni dada yako. Kwani dada yako ana shida gani na mimi? Kila anapokutana na mimi ni lazima anichambe. Alafu sikia Maganga, hali hiyo mwili wangu haujui chochote kile. Dada yako anaanza kunisemanga bila sababu za msingi. Je, ndio ushaujua mwili wangu na nimefika kwenu? Nitaishi kwa amani kweli mimi? Judy, naomba nikuombe samahani kwenye hili. Na ni kweli atakuwa dada yangu amekukosea wewe, lakini naomba msamaha kwa ajili yake. Na isifikie basi hatua ya kupiga makelele kiasi hicho mpaka majirani wakasikia. Unafikiri mimi wananionaje? Kwa kuwa yeye akija hapa kwangu anakujaga kistaarabu, si ndio? Sasa nakwambiaje, kama kuna kitu anachokitaka naomba uende ukampe, umbizishe roho yake itulie. Nimekuelewa tayari. Na nitaongea naye ili jambo liweze kuwa sawa. Alafu kitu kingine, yule ni wifi yako. Kwa hiyo kupiga makelele kwake ni kawaida, na namjua dada yangu, ana mdomo sana. Na ni kuahidi ile jambo alichojirudia tena kwako. Mimi natoka basi. Changamsha miguu yako, unasubiria nini sasa hapa? Nenda. Umekasirika? Sijakasirika. Upofu wa moyo. Upofu wa moyo. Hata wewe ndugu wangu uniambia mimi. Sijakwambia kwa ubaya anti, maana zinatoa harufu mpaka na bana pua. Kistaajabu ya Musa tona Firawe. Aya anko, shida yako umetolea wapi? Sasa wewe unaenda wapi? Wewe sinakuuliza. Natoka mara moja. Narudi sasa hivi. Hebu niambie ulikuwa wapi siku zote hizi? Naongea na wewe. Ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini? Yeye kutusumbua sisi, tunakaa tunahangaika kusaka mtu mzima. Sinaongea na wewe, kwani umekuwa bubu? Bosi yangu anakuuliza. Wewe umekuwa bubu. Sinaongea na wewe. Sasa sikia, nitakuchana mashauri yamekaa kama vitumbua. Niambie ulikuwa wapi? Kwa bahati nzuri haya ni makazi mapya. Sio kule kuzoea kufungua mageti na kuondoka. Sasa hapa ni mwendo wa msoto na wewe. Sio, umenielewa? Haya, niambie yule ulikuwa naye nani? Alikuwa na mtu. Anko, nimemkuta na kama mwanaume hata hakaeleweki, akana mbele wala nyuma. Ama kweli kipofu hatari. Hapo uoni unavyowachanganya, ungekuwa unaona wewe. Natamani ningefumba macho hata nione nayopitia magumu, so kama napenda viatu vyangu kiviva, kamwe utembei, Mumba ndo anajua. Zonje. Hivi. Si Zonje. Mbona kama tuna ugomvi? Shida nini? Nikuulize wewe, shida ni nini la kunisimamisha hapa? Mimi sina shida, ndio maana nimekusimamisha. Wewe ni mtu nakufahamu. Huwezi ukanipita tu hivi bila salamu. Shida ni salamu. Basi nipo mzima. Si Zonje. Najua una hasira na mimi. Inawezekana pengine ukawa unanichukia sana. Lakini mimi ni mwanaume ambaye nina hisia na wewe. Ona, lini utakuja nyumbani tena? Nakumisi. Hivi. Kwani nyinyi wanaume mpoje? Nakuuliza wewe Muina. Mnatuchukulia sisi wanawake? Sijui wanaume wengine huwa wanawachukulia vipi wanawake. Lakini
Mimi wewe nakuchukulia kama mwanamke wa pekee sana, mwanamke ambaye nakupenda na ninahisia na wewe. Unaonaje hivi? Yale yote ulionifanyia bado haitoshi, unataka tena hujalizika eh? Na kuuliza hujalizika? Kuanzia leo iwe mwanzo wako na mwisho wako. Utakaponiona sehemu yoyote usije ukanisimamisha, na ikiwezekana unione kama kituo cha polisi. Sizonje. Niache. Sasa ndo mmefanya nini? Wakati tulikubaliana vizuri kabisa. Acha kubweka wewe. Wakati wewe mwenyewe ndio ulitoka nje ya makubaliano. Alafu sisi hatuwezi kufanya kazi ya pesa nusu nusu. Na ndio bado tukamwachia. Lakini si niliwaambia msubiri na nitawamalizia pesa yenu. Mlichokifanya mmefanya kitu gani? Mnajifanya mmenizidi akili ngoja tuone. Nitajua mimi nini cha kufanya. Sawa. Fanya chochote unachotaka. Sawa. Unajua mpaka nimefikiria hatua kupatia ile deal. Ni wazi kwamba nimekuamini. Nina imani utaiweza kuifanya hii kazi. Lakini licha kwamba nakuamini, bado nahitaji unithibitishie mwenyewe kwamba je, utaiweza au nimtafute mtu mwingine. Yaani kama ulivyosema mwanzo kwamba umeniamini na ndio maana ukaniletea hilo deal. Mimi ninachokiangalia ni pesa tu mezani. Kama pesa ipo mimi napiga deal yoyote bro, sichagui kazi. Basi nzuri sana. Oye, nakwaje mwanangu? Fresh vipi? Naomba tuongee mara moja. Unataka kumwambia nini? Si watoto wa kiume, kuna jambo tunataka njadili naye. Oh, unaitwa nani mwanangu? Naitwa Nibra. Unakaa wapi? Mbona maswali mengi hivyo? Nimekuuliza unakaa wapi nijibu. Bila kaa mtaa nyuma. Unaishi na nani kwenu? Na bibi yangu. Bibi yako? Bibi yako uchawi anaweza? Hawezi. Sikia mwanangu, mimi ni mchawi mmoja mbaya sana. Alafu nikiamua kumpoteza mtu, hata kaburi lake haijulikani liko wapi. Achana na yule demu wangu, nitakuja nikupoteze kifo kimoja kibaya sana. Sio, umenielewa? Nibra. Anakuambia nini huyo? Eti huyu hapa anasema bibi yake yake mchawi ataniroga eti. Afu mwanangu, tunaongea watoto wa kiume, unaacha kukaza, unaropoka nini? Sasa wewe umesema mchawi, mimi utegemea nitafanya nini? Nasema ukweli, wewe si mchawi wewe. Eti huyu hapa anasema bibi yake mchawi ataniua eti.
Hivyo una matatizo gani na mimi? Na kwa nini unapenda kuniingilia kwenye mishemishe zangu lakini? Anaomba uende. Lakini unajua changamka, nenda. Wale wako uniloge wewe. Wewe vipi? Mbona unalia? Hapana dada, mimi silia. Uli wakati machozi haya nayaona? Hamna dada, mimi silia. Nini bwana unaitaita? Haya, sema shida yako nini? Shida nini? Watu tunashindwa kutumia wifi yako vizuri. Epi, haya sema shida yako. Epi, unajua kabisa fimbo ndo macho yangu. Na sasa hivi sina kwa sababu ilipotea. Naomba nisaidie tafadhali. Hivi, ulisikia mimi shirika la msaada? Uko ulipoenda kudanguka kwa nusu pewe? Naomba fimbo nafanya nyenye. Sikiliza nikwambie, adui tu. Sikia, naingia ndani, naingia live. Sitaki mambo ya kunisumbua. Niangalie kwanza. Anti yangu. Nini shida? Anti, mimi sasa hivi sina fimbo. Fimbo yangu imepotea. Nilikuwa namuomba Epi fimbo kwa ajili ya kutembelea. Naelewa anti yangu. Sasa hiyo ndo tatizo? Hilo sio tatizo. Nisubirie. Sawa? Nakuletea. Ninayopitia magumu, langu jua yangu mvua. Anti yangu, wakati mwingine unapopata shida, we niambie tu. Mimi nitakusaidia. Sawa? Na usiwe unalialia kiasi hicho. Mimi unajua najisikia huzuni. Sawa. Twende ndani. Maganga, vipi? Mbona unapita hivi bila kusalimiana? Nini shida ndugu yangu? Ndugu yangu Mchina, wewe acha tu. Nilikuwa siamini kabisa kama mapenzi yanaumiza, lakini nimeamini ndugu yangu, mapenzi kweli yanaumiza kaka. Sijakuelewa, unamaanisha nini? Ndugu yangu, kuna binti nilimpa usambaratishe moyo wangu, lakini ninapoona sasa hivi anaogalagaza kabisa. Yaani bado sijakupata vizuri. Mchina, wewe unajua mimi na mahusiano ya kimapenzi na Judy? Ndio nafahamu. Nimemfuma Judy yuko na mwanaume mwingine kwenye kona hapo. Nimemuuliza tu kwa ustaarabu, huyu nani?
lakini ndugu yangu alivyonijibu kanifukuza kama mtoto mdogo ndugu yangu. Maganga, hivi una akili timamu kweli? Yaani umri huu ni wa kulilia mapenzi? Mimi nikajua labda umeagiza mzigo China, labda umekula hasara. Kumbe ni mapenzi. Hivi muda unaowekeza kwenye mapenzi ungekuwa umewekeza kwenye maendeleo, hivi unadhani saizi ungekuwa na hatua gani kimaisha? Maendeleo ya kimaisha. Sasa mimi maendeleo yangu yapo kwenye mapenzi, nampenda Judy. Basi naye Judy anampenda mtu mwingine uliyemkuta naye kwenye kona. Vipi? Unaisikiaje moyoni mwako? Unajua wewe ndiyo moja kati ya wale vizabina ambao wakiona watu wanapendana sana kwenye mapenzi yao wako lazi kuwaachanisha. Kwa sababu umenisimamisha hapa, nimejua una neno la maana la kuniambia ambalo litaweza kusaidia mapenzi yangu, mwisho wa siku kumbe nao unanieleza utumbo mtupu. Mchina, penzi langu bado jipya, naomba uliache. Naomba unisamehe sana kwa kuzoea kuingia motoni. Yawezekana unapapenda sana. Hiyo kazi yako ni nzuri sana, itakupa maendeleo. Ila kwa muonekano naona kama penzi limevuja. Mchina, narudia tena kukwambia, penzi langu jipya, naomba uniache, na sina mpango kabisa wa kuanzisha penzi lingine. Umenielewa? Hauelekei huku ndugu yangu, ulikuwa unaelekea huku. Inawezekana kweli umevurugwa kweli ndugu yangu. Natamani ningefumba macho hata nione nayopitia magumu, so kama napenda viatu vyangu kiviva, kamwe utembei, Muumba ndo anajua ninayopitia magumu, langu jua yangu mvua. Natamani ningefumba macho hata nione nayopitia magumu, so kama napenda viatu vyangu kiviva, kamwe utembei, Muumba ndo anajua ninayopitia magumu. Anti yangu, kwanza anti yangu, si unataka kutoka nje? Nitakusaidia. Sawa? Acha kulia. Twende ukapumzike. Upofu, 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 upofu. Vipi tena? Hamna kitu baba, mimi nipo sawa tu. Unasema hakuna tatizo, naona machozi yanatoka. Imbo niko sawa tu mzee, haina shida. Niko sawa tu.
Baba Judi, baba Judi ananitesa. Nimemfumania na mwanaume mwingine, namuuliza vizuri tu ananifukuza mimi kama mbwa. Wewe ni mjinga sana mwanangu. Huna akili hata moja. Unalia kisa mapenzi. Mapenzi yanakuumiza. Yanakupeleka lesi. Alafu kwa nini akabinda yanakupeleka mwanangu? Umekuwa kama kimbwa koko. Hakibweki. Lazima ubweki kama mwanaume. Na hapo tu umemfuma kichocholoni. Bado mengine makubwa anakuja. Umekosa kuwa kipofu wa macho, unakuwa kipofu wa moyo. Mjinga wewe. Toka hapo. Chaki chefu mimi hapo. Wewe naifuata. Abe. Wewe ndo umetoka choni? Ndio yangu. Kwa hiyo ukienda kukojoa unakojoa kama mbuzi, unasambaza tu mkojo kama vile unamwagilia mchicha, si ndio? Hapana anko. Hapana nini? Wakati mimi nimetoka chooni huko kuna nuka vya hatari. Unakojoa mkojo unatoa harufu afu unakojoa tu ovyo ovyo. Wewe unaishi ndani una house girl. Lakini anko. Kwanza nani amekupa kibali cha kuniita mimi anko? Hiyo ruhusa umeitoa wapi? Kwa hiyo na huo upofu wako unashindwa kujua shimo la choo liko wapi? Mbona kwenye umalaya unaenda? Anko mimi sio malaya. Wewe sio malaya. Kwa hiyo mndani umekuwa una house girl, una house boy kufanyia usafi, si ndio? Sasa sikiliza nikwambie. Leo unaenda kupadeki kwa ulimi. Mbavu. Haya, simama. Simama. Simama nakwambia. Hivi kwa nini kila siku unapenda kulumbana na dada yako? Baba, mimi silumbani na dada yangu. Ila dada yangu ndo anapenda kulumbana na mimi. Halima ananikosea sana mimi. Kwa nini aniheshimu mimi kama mkubwa kwake? Anapenda sana kuingilia kwenye mipango yangu. Leo hii anatoka hapa anaenda kugombana na yule mwanamke kule. Nini ambacho kinachompeleka kule? Mimi mbona namkuta na bibwana vaki vichocholoni na sijawahi kumuingilia hata mara moja. Hata kama dada yako ana haki ya kukushauri. Dada yako ana haki ya kukwambia. Kwa nini unalumbana dada kisa kile mwanamke kile? Baba, kama sababu mimi ni kuishi humu ndani, niambieni tu nitoke nikapange chumba changu. Kwa sababu naona kabisa sina uhuru na mambo yangu. Nikiwa kazini shida, nikirudi nyumbani shida, kwenye mapenzi yangu ndo kabisa shida kabisa. Nenda ukapange, ninakuhakikishia hata ile genge lako lote ile mwanamke atalifilizi. Sasa mbona baba unaita habari za msiba kwenye furaha tena? Habari za kufilisiana hapa zimeanzia wapi sasa? Sio mikosi, mimi ni baba yako. Sipendi mwanangu upotee kama salafu kwenye mchanga. Nimeshakwambia wewe ndo simba wa familia hii. Nikiwa sipo unasimama kama kichwa cha familia. Ila wewe tu yule mwanamke yule mfupi kama mtungi wa gesi, bwana kuchanganya na atakulipukia ndani. Hata kama baba nyinyi mnanionea sana mimi. Basi kwa nini hapa isije katokea hata siku moja wewe ukaongea kuhusu Halima? Lakini kila siku ni mimi tu. Mimi bwana hapa mimi kwenu mimi nitahama. Niende tu nikakaa kwenye maisha yangu kiukweli. Mambo zenu? Poa tu, vipi? Safi. Wewe kutofuata nini huko? Pao nitaibu mbele mwanangu. Nenda nikukute tunapokutana. Nenda nikukute tunapokutana.
Samani. Bila samani. Pepe ni mwanamke mwenzangu najua. Alafu pia ni msichana mwenzangu. Kuna jambo nataka nikuulize, ila si kwa ubaya. Vipi kuhusu Naifati? Nimempata? Wewe tena bibi Huruma. Tena nikikuita bibi na kuhusia dada Mahuruma. Si ndo namfundisha mwenzio umalaya? Haoni lakini kutwa kucha kudanga. Si ndo namfundisha? Kakutwa huko kwa bwana zake. Karudishwa nyumbani amechoka, amechafuka na nuka jasho hatari. Una kingine? Nilikuwa nataka nijue tu anapatikana. Na vipi kuhusu kaka yako? Maana najaribu kumtafuta kwenye simu simpati. Epi, si unajua jinsi gani ninavyompenda kaka yako? Kuzunguka kote huko kwa nataka kumuulizia kakaangu. Sikiliza nikwambie, kakaangu harudi leo wala kesho. Umpati kwenye simu wala kwenye mtandao. Upo huko kashapata goma lingine nzuri zaidi yako. Kwa afuateni. Alafu wewe wakati mwingine ukiniona nipite kama hunijui. Alafu ukinisimamisha wakati mwingine nitakujazia nzi mtaa mzima utanuka wewe. Mwangalie kwanza. Chefu. Sijui nani anitete, moyo mpweke, upofu kwa moyoni. Yale ya punda mateke, dele teseke, teteze simu uoni. Upofu wa moyo, upofu wa moyo, upofu wa moyo, upofu wa moyo, upofu, 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 upofu. Upofu, 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 upofu. Sala, kwa nini usimuelewa? Mara ngapi nimekuambia usije nyumbani bila taarifa? Mimi najua, lakini mimi nimeshindwa kuzuia hisia zangu kwako. Mimi nimekumisi. Hata kama unajua mimi nakaa na watoto wenyewe wakubwa hivi, nafikia kijua mimi na wewe ni wapenzi, itakuwa ni aibu. Isitoshe ni mwanafunzi. Baby sawa, lakini mimi najikuta na utaka muda wote. Naomba usirudie tena kufanya hivyo. Sana. Sana. Kumbe ndo tabia yenu eh? Sasa ngoja na wafuata huko huko. Haya mazingira sio rafiki. Tafute sehemu salama. Alafu tusitoki wote, atoke mmoja mmoja. Kuna mtu anasubiri hapo nje. Na yeye ndio atamsaidia kupata biashara. Kwa makini.
Niambia nakuja baby. Una wasiwasi gani? Hamna. Acha wivu, hapa mimi niko mwenyewe. Sawa, nitakuletea. Sawa. Hata mimi nimekumiss pia. Yeah. Nakupenda na mimi. Sawa. Nisikize basi. Kwani unachukuliaje? Amna bwana. Ipo kama hivyo. Hapo unasikia? Unasikia sasa? We love, unafanya nini tena? Sasa ndio umefanya nini? Mbona muda wote huko hapa? Ina maana ukumuona akitoka? Madam, nilikuwa naongea na simu hapa namsubiria tu atoke. Mbona ametoka muda mrefu? Yaani vijana wa siku hizi mmekalia mapenzi tu, mkipewa kazi ya mwezi hata kuzingatia. Madam, samahani sana, lakini sikiliza basi. Acha nifuatilie mara moja. Aya, mfuate sasa. Ameshaniharibia mipango yangu. We? Ishi hapo hapo. Sijafuata penzi hapa, nimefuata pesa. Sijui unanielewa? Toa hiyo pesa niende. Hata kama mazonge, lakini mimi si mpenzi wako. Mimi na haki ya kufanya lolote katika mwili wako. Mimi si mpenzi wangu, na haki ya kufanya chochote kwangu. Najua mpenzi wewe. Mpenzi pensi. Nigaie hela mimi nijichenge hapa. Sawa, mimi pesa nakupa. Kuja kuchukua pesa, lakini mimi na uhitaji na mapenzi. Hiyo niseme kweli. Yaani mimi na hisia na wewe. Sasa siwezi kukaa hivi labda nakaa kama na dada yangu, hicho kitu kinakuwa kigumu sana. Mimi si ndo nilokucheki kwamba nataka kuja kuchukua pesa. Ungekuwa umenicheki wewe sawa, lakini nimekucheki mimi. Achana masuala mapenzi hapa. Nishapata pesa inatosha. Unanyanyasa lakini. Unajua kunyanyaswa wewe? Wananyanyasa hapo huko yatima. Wananyimwa vyakula na mama zao wa kambo. Huko wanachomota na maji ya moto na kunyanyasa. Lakini omba basi nifikiria karibia mara mbili. Mimi si unajua yani natamani kukaribua. Nani? Judith.